inatuonyesha kwamba kanisa lolote la mahali, local church, linaweza kuwa kanisa kubwa. Oh yes. Yes. Hallelujah. Amen. Kanisa lolote la mahali, mahali popote lilipo, iwe kijijini, iwe mjini, iwe mahali popote pale ambapo panaonekana ni duni, lakini kanisa lolote la mahali linaweza kuwa kanisa kubwa. Amen. Hallelujah. Amen. Kwani ikiwa linatembea chini ya neema ya Mungu, limejawa na neema ya Mungu, lakini linajali mahusiano, lakini linajihusisha na uinjilisti na misheni, lakini pia ni kanisa ambalo linatenda chini ya upako wa Roho Mtakatifu au mafuta ya Roho Mtakatifu, na ni kanisa lenye msimamo linalosimamia kwenye kweli ya kimungu, hilo ni kanisa kubwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hilo ni kanisa kubwa. Kwa hiyo inaanza kutuondoa sasa kwenye mawazo au kwenye mitazamo mingine ya kanisa kubwa ni kanisa la namna gani. Na nadhani kila Mkristo akielewa hili, mahali popote ambapo Mungu amemweka pale chini ya mchungaji wake ya mchunge, anaweza akakaa pale kwa furaha. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa furaha na kwa amani na kwa kutulia, na akajikita kwenye haya mambo, akajitazama yeye kama kanisa kubwa. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kama kanisa ni mtu, kanisa ni local church, ni universal church, basi na maana kwamba haya mambo yanahusika na mtu binafsi. Kwa kiwango gani natafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu? Kwa kiwango gani natafuta kufundishwa naye kwa sababu yeye ni mwalimu? Sijidharau kwa sababu ya umbile dogo vile unavyoonekana kwa nchi, lakini mara zote tafuta kujifahamu mwenyewe, ndani yako umebeba kitu gani. Amen. Hallelujah. Na ukishajifahamu, ukajitambua, ukajipata kwamba ndani yako umebeba thamani ya namna gani, utaanza kujitazama kama jitu. Amen. Hallelujah. Amen. Jitu. Hata mtu atakwambia wewe una lolote, kuangalia na kudharau. Hayo unavyoonekana tu hivyo. Yaani mwembamba tu, mfupi tu. Lakini wewe mwenyewe ndani yako unafahamu wewe ni nani. Yes.